Baba, kuna nini? Mkangu sioni. Uoni? Nimekosa wazazi. Samahani dada. Kuna jambo natamani nizungumze naye. Na ni jambo la muda mrefu sana. Nilikuwa nikitamani nipate nafasi ya kuzungumza naye lakini nilikuwa nikikosa. Unajua Zuwe ni msichana mzuri sana hapa mtaani kote. Na umekuwa ukinivutia sana. Sana sana kwenye tabia zako. Umekuwa ni msichana ambaye una tabia nzuri sana, una focus kwenye masomo. Sijai kukuona ukiwa na tabia mbaya zote, sijai kukuona na mwanaume. So umetokea kunivutia sana. Na nilikuwa natamani sana siku moja niweze kupata nafasi ya kuwa karibu yako. Na ikiwezekana unipatie moyo wako. Nakupenda sana. You really love me and you can do anything which I want in this world for me. Let me ask you a question. So, kati yetu si watatu, umeniona mimi peke yangu tu ndio kuniambia unanipenda. Ama mimi ni mzuri kati yao wote sana, si ndio? Yeah. Mimi nimekuwa na wewe tu. Na ndio maana nikakuita wewe. Sijaweza kumtamani mwingine yote yule. Upendo wangu wote upo kwako. It's nakupenda. Do you know the meaning of love? Oh, you're comparing me like other girls in these streets. You can tell me that I love you like lying to them. Listen. Mimi naona kwanza umechanganyikiwa. Yaani mkaka mtu mzima umevaa kabisa mavazi ya kiimani. Then unakuja unaniambia nakupenda from nowhere. Hiyo ni heshima. Heshima hata mavazi ulovaa. Kwanza hapa hivi naona unaniwestia tu my time. Hivi ukijiangalia wewe kwa ulivyo juu mpaka chini. Unadhia kuwa na mwanamke kama mimi. Alafu naona sijui hujaniona. Hebu niangalie. Ukiniangalia unafaa kuwa na mtu kama mimi. Alafu kwanza naona hilo vazi ndio linakufichia kila kitu ndani yako. So let me tell you something. Stay far from me. Sababu mimi naona tu, yani sile kama unajitesa kuongea na mimi kitu ambacho sitaki. Alafu naomba tusizoeane. Unaponifuata mimi umejipanga. To me love is money. Kama una pesa, naomba tu, yani shut up your mouth. Sawa? Kwanza kajifunze jinsi ya kupiga mswaki, jinsi ya kuoga, kuosha hizo kucha zako miguu. Umesikia? Sababu hapa hivi yenyewe nikisimama tu nasikia harufu mbaya. Hii perfume nilojipulizia mimi ndo kama inanisave kwa sababu bila hii perfume nisingeweza kusucceed kabisa hii harufu naosikia hapa. How dare you slapping me? Do you know this face? For slapping. My face is not for slapping. I'm like a queen cake. Are you hear that? So follow your life. My life it is mine and your life it is yours, okay? Sitaki kukuona tena machoni mwangu. Hivyo kaka anajielewa kweli? Yaani from nowhere tu anakuja ananifuata, "Oh, unajua nakupenda." Hivi anajua maana ya upendo? Au ananiona kama mimi ni kama other girls ambao anaweza kadanganya kirahisi hapa mtaani, si ndio? Kwanza hivi anachukuliaje? Anachukuliaje? Yaani mimi nilipokuwa nimewaona nikajua labda mnafahamiana. Yaani kumbe hakujui na unaruhusu anakupiga. Pole sana rafiki yangu. Mimi naamini kila kitu kitakuwa sawa. Yule mtu mmoja hawezi kutuchanganya mguu, sawa?
tunaweza kwenda. Wewe huniachi kamwe, Mola wa rehema. Ewe Mola wangu, macho sina tena, yatima nimebaki, sina baba wala mama. Nakuomba unisitiri kwa rehema na huruma. Zo! Kaka! Wewe mwanamke mwenye laana, unaweza kuniambia wapi unapoenda? Hivyo una akili kweli wewe? Kwa hiyo humu ndani hapaja kutosha kukaa, unataka kwenda na kuzurura mtaani. Unataka watu wanionaje mimi? Watu wanichukuliaje mimi? Sikiliza wewe, unachokitafuta utakipata, na kama unakitaka nitakupatia muda wowote na saa yoyote ile. Ishi kwa sheria zangu mimi na kauli zangu mimi, sababu mimi ndo nakufuga humu ndani. Unataka kuniambia wapi unapoenda? Samahani kaka, sikuwa na nia mbaya, nilitaka tu kutoka kidogo. Nina njaa sana kaka yangu, na hii ni siku ya 3 sijatia kitu mdomoni mwangu. Tafadhali naomba nitoke kidogo. Etio, bro, mimi na siku 3 sijala. Wewe ni mjinga nini wewe? Wewe unajua contransit tunazalilishaje? Tunahangaikaje kutafuta hicho chakula? Wewe unakikuta unakula, unaona una relax. Alafu leo unataka kunipangia mimi. Sasa nisikilize. Hizo siku 3 unaosema ni kidogo sana kwangu. Yaani kwa wewe ambaye huoni wala huna thamani yoyote ndani kwangu, wala huna umuhimu wote ule, unatakiwa umalize wiki nzima au wiki 2, angalau kidogo nafsi yangu itaridhika. Wewe unasema siku 3 eti unaumia? Zo, nakuita kwa mara ya 2 au ya 3. Zo, kama kumekuchosha ndani kwangu, basi nenda huko mtaani. Wapo wenzako sasa hizo wanahangaika jalalani, ambao na mwezi mzima hajawahi kupata hicho chakula. Nimetoka kusemwa. Wewe unataka majirani unichukuliaje mimi? Kwa hiyo unataka wanaone kwamba mimi siwezi kukulea au sikulei kwenye maadili? Unachekesha. Okay, fine. Unaweza ukaenda. Kaka tafadhali, don't do this for me. Mimi ni damu yako, huwezi kunifanyia hivi. Sidhani kama kuna kitu ambacho kinaweza kubadilika hapa. Au unaweza kubadilisha weusi kuwa weupe. Zo, hakuna. Ukithaminiwa, jaribu kuthamini kile kidogo unachokipata. Ukiona kwamba hichi kidogo kiridhiki au riziki nacho, basi nenda. Mimi niko tayari. Yaani ungejua ninavyojisikia kwenye nafsi yangu. Natamani hata leo upotee kwenye ulimwengu. Yaani nisikuone kwenye macho yangu. Kwa sababu hakuna kitu chochote kile ambacho unaingiza ndani kwangu. Hauna umuhimu wowote ule. Yaani kuishi na wewe ni sawa sawa na kuishi na mzigo tu ndani kwangu. Kwa sababu nikikuuliza, kipi unanisaidia? Sana sana mimi ndo nafanya kwako wewe. Alafu leo unataka kunipangia. Neno langu la mwisho la kumalizia ni kwamba kama unaondoka, naomba uondoke mazima. Yaani unapaona? Wewe unapaonea tu mbali. Ikiwezekana ndani ya wiki nzima nisione hata sura yako au nyayo yako yoyote ile inafika hapa. Na utakapofika huko mtaani, ukiwapata wajinga wenzio,
Hao wanaume ambao hawajielewi. Hakuna mwanaume ambaye anaweza kukupenda wewe. Kipofu, ambaye uoni, una thamani yoyote, mjinga, mpumbavu. Mtu tu akupendepende uliona wapi? Wewe mpumbavu nini? Mimi kaka yako tu siwezi. Hije kuwa wewe unatuchukuliaje wewe mjinga wewe? Sasa, nenda. Wiki nzima nisikuone umekanyaga hapa. Na hata ukiniona huko mtaani, fanya kama unijui, sina undugu na wewe. Jinga mmoja wewe. Nateswa kila siku kwa jina la upofu, naitwa sina thamani, sina hata nguvu, lakini Mola wangu wewe wana yote, hata macho yakikosa moyo wangu waota. Usiku wa manane nainua mikono na kuomba kwa machozi yanayotiririko. Kama haya ni mitihani, unipe subira, usiniache mikononi mwa dhalimu jari. Kama sitaona mwanga wa dunia, nitaona janna kwa rehema yako Mola. Nimekosa wazazi, nimekosa ndugu wa huruma, wewe huniachi kamwe, Mola wa rehema. Allah, Allah, nisikie we Mola, mimi ni mja dhaifu. Lavani mangu, kuna shida gani? Samani mangu, nimesikia nje ulikuwa unazozana na wifi. Kuna shida yoyote? Hivyo paka, wewe mbona unaelewa Kiswahili wewe? Ni mara ngapi nimeshakwambia usifuatie familia yangu? Wewe si wewe anakuhusu? Yule ni mdogo wangu mimi. Si unanielewa? Machungu yake na maumivu yake yanamhusu yeye, sio mtu yeyote yule. Wewe unaingilia kama nani? Vinahusiana nini na wewe? Sinakuuliza. Sasa nisikilize nikwambie. Hii nakuonya kwa mara ya mwisho. Mwanzo leo, mwisho leo. Ukileta ukenge wako na upumbavu wako, nitakachokufanya
dunia nzima itaniangalia kwa kisogo. Lakini mwanangu, inatosha. Kwa nilichotongea hapa kina maana? Unahitaji kunipandisha kisukari? Unajua nimevurugwa kiasi gani? Unajua ni kitu gani ambacho kinaniumiza? Wewe, nitakubukua wewe, pumbavu wewe. Nitakufinya. Ninapozungumza, naomba nieleweke. Siwezi kurudia kitu ambacho nimeshazungumza. Wewe, usitaki kujua maumivu unayopitia. Usitaki kujua ni kitu gani ambacho kinanisumbua. Toka! Zu, pole sana. Oh, Jasmine, it's you. Oh, nice to meet you. How are you? I'm fine, mami. Mbona upo hivyo? Nini shida? Jasmine, achana na hizo issue kwanza. First, I'm very happy to be here with you. Vipi? Amaka yuko wapi? Na mbona amenisusia sana? Amaka yupo. Lakini kwanza tuachane na hayo mambo. Nataka kujua nini kimekutokea mpaka umekuwa katika hali hii. Oh no. It's a very long story. Nimekosa wazazi, nimekosa ndugu wa huruma. Wewe huniachi kamwe, Mola wa rehema, ewe Mola wangu. Macho sina tena, yatima nimebaki, sina baba wala mama. Nakuomba unisitiri Jasmine, kwa rehema na hiki ni nini? What is this? Ni mkate nimekunulia.
Tumesema hujafunga na ni siku ya 3 jana. Thank you so much. So, kula taratibu. Taratibu sasa. Na iko nini? Ni juisi. Cheka. So, kula taratibu, hii nimenunua kwa ajili yako. Hamna mtu atakaye kupokonya mkate. Nataka ule taratibu afu nielekeze ni nini kimetokea mpaka umekuwa katika hali hiyo. Jasmine, the life of farming has become like a desert to me. Kwanza wazazi wetu walipofariki, kakaangu amekuwa akininyanyasa sana. Nimekuwa nikifanya kazi kutwa nzima pasipo mapumziko. Hakuna jema kwa kakaangu, kila ninachofanya kwake ni makosa. Amekuwa akinipiga na kunitolea maneno makali sana. Sometimes I think to go far from home where I can get my only peace, in order just to not be with my brother. Naumia sana. Natamani hata wazazi wangu wangekuwepo, nisingekuwa nateseka kiasi hiki. Na hapa mnapoongea, kakaangu ameamua kabisa kunifukuza nyumbani bila kujali kwamba ni siku ya 3 sijatia kitu mdomoni mwangu. Nakushukuru sana. Zo, unajua matatizo hujaondoa wewe peke yako. Na matatizo tumeondoa sisi wanadamu. Na usijione kama kuwa hivi ndio umepotea kabisa au ndio umefeli au ndio umeshindwa maisha au ndio umefika mwisho wako. Hapana. Haya ni matatizo na yatapita. Mimi ninachokuomba, nitaenda kuongea naye. Sitazungumza kama ameniambia chochote, ila nitaongea naye tu. Yule ni ndugu yako na ni kama kakangu pia. Na ni mwanadamu ana moyo pia. Japo wana roho mbaya hivyo amekufanyia vitu vya ajabu, lakini na imani damu ni nzito kuliko maji. Hawezi kufanya tena kitu kibaya. Nitaona janna kwa rehema yako Mola. Zo, ulikuwa uko wapi mdogo wangu? Hivi unajua kama umempa wakati mgumu sana wifi yako? Yaani umesababisha mpaka mimi mwenyewe kuingiwa na wasiwasi. Na kaza kukutafuta. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu umerudi salama. Usijali, Zuu hakuwa mbali sana. Alikuwa kwenye madukani. Kwa wakati napita nikamwona anahangaika tu kurudi nyumbani, kabidi tu nimrudishe. Na imani mimi unifahamu. Mimi naitwa Jasmine. Ni dada yake na rafiki yake Zuu. Kwa nikaona sio mbaya kumfikisha nyumbani. Oh, nafurahi sana kukufahamu. Mimi naitwa Lavani. Ni kaka yake na Zuu. Kwa hiyo kwa kuwa tayari tushafahamiana, tushajenga undugu sasa. Kwa hiyo hapa ni kama nyumbani, masaa 24 karibu. Nashukuru pia kufahamu. Na Zuu namjua muda mrefu, kwa hiyo nisingeweza kupita. Kwa mimi naenda, kuna sehemu nilikuwa na wale. Lakini kwa nini usipite ndani angalau ukapata hata maji kidogo tu? Hamna, usijali, siku nyingine. Ila nitakuwa napita kuja kumsalimia Zuu. Basi sawa. Asante Zuu.
Nitakuwa nakuja kuona baby girl. Sawa? Bye. Mkae salama. Usizurure tena, sawa? Bye. Kweli. Nateswa kila siku kwa jina langu, nimekaa sina thamani. Wewe mbavu, hii ndio furaha yako, si ndio? Kwa unapenda mimi kizalilika kwa mtaani hivyo tu? Ni mara ngapi nizungumze ili uweze kunielewa? Mbona mtoto unakuwa ni mgumu sana kunielewa? Na inavyoonekana yule dada utakuwa umemwambia kila kitu, sababu unakaa ni mtu ambaye anafahamu. Ungekarisha makali yako hapa ndani, yote yangetokea. Hivi nifanye nini au ni kitu gani ambacho mimi nitakifanya ili uweze kunielewa mimi? Nimekupa wiki moja nisikuone nyumbani kwangu, lakini pia umeshindwa. Umeona kama mimi nina thamani? Umeona kama nina umuhimu kwenye maisha yako? Sasa nisikilize, umeingia mwenye kwenye mdomo wa simba. Sicheki na yoyote, sio? Umeelewa? Nalinda hisia zangu. Pale kuna vyombo, nahitaji hivyo vyombo vyote uvioshe. Ukimaliza nataka vyoo vyote ujaze maji. Na leo pia unapika wewe. Sasa naingia ndani, nikitoka nikukuta hujafanya hivyo vitu, utakuja kuniona mbaya. Si unaelewa kenge? Na kama umeshindwa kuishi ndani kwangu, kamfuate mamako na babako walikuwa kaburini. Sasa kuishi na mzigo ambao una thamani kwangu. Anaishi hapa, anaishi kwa kauli zangu. Si unanielewa wewe? Nimekosa wazazi, nimekosa ndugu wa huruma. Wewe huniachi kamwe, Mola wa rehema. Ewe Mola wangu, macho sina tena, yatima nimebaki, sina baba wala mama. Nakuomba unisitiri kwa rehema na huruma. Kaka yangu ananitesa, moyo wake si halali, macho hayana mwanga, nimebaki dhaifu. Nakuomba wewe Mola unistiri. Unaenda wapi? Mbona yaya tena? Nenda kwa maka mara moja. Kuna taarifa muhimu nampelekea. Ni taarifa gani hiyo iliyokufanya mpaka umeshindwa kumpigia simu akaja nyumbani mkazungumza? Hii taarifa siwezi kumpigia simu. Mbona bora tu nimfuate nimwambie, ndio atanielewa vizuri kuliko kumpigia simu. Unamkumbuka Zuri yule rafiki yake Amaka? Zuri yule kembamba hivi. Nimekutana naye ni kipofu. Zuri kipofu?
Shemu kama shemu. Shikamoo shemu. Marahaba, ujambo? Sijambo, vipi mnaendeleaje huko nyumbani? Si tunashukuru kwa kweli. Vipi wewe? Also sisi tuko poa, mimi niko poa pia kama unavyoniona. Haya, hiyo tena safari ya wapi? Mbona uko hivyo? Naelekea tu hapo chuoni. Mbona uko peke yako? Amaka, mimi na Amaka kwa zetu zinatofautiana. Yuko business administration, mimi niko human resources. Kwa zetu zitakuwa tunatofautiana. Kwa mfano mimi naweza nikaingia morning, akaingia noon ama evening. Sometimes uko tuna vipindi vya asubuhi, vya jioni, lakini kwa tofauti. Kwa hiyo sometimes nikipata muda naweza nikakaa naye tuka, lakini ndo mpaka nipate saa. Okay, nimefurahi kusikia hivyo. Pia mimi nimefurahi kukuona. Haya, saa vipi? Dada Jasmine yuko wapi? Maana kitambo sana sijamuona. Anaendeleaje? Jasmine kikweli yuko salama kabisa na anaendelea vizuri. Yuko nyumbani. Basi sawa. Nitakuja kumsalimia aishi. Lakini ngoja niangalie hizo ratiba zangu kwanza zibalance vizuri za chuo. Siku ambayo nitakuwa sina kipindi. I think nitakuja. Okay, karibu sana. Okay, basi bye. Upofu wako umesababishwa na nini? Mimi mwenyewe sijui. Nimekutana naye huko anahangaika barabarani, anasema na siku ya 3 wajana. Istosha anasema kakake ana ushirikiano naye. Kupika yeye, kuosha vyombo yeye, kila kitu yeye. Kwa hiyo ikabidi nimpeleke nyumbani kwao. Kwa hiyo nimeona nikampelekee Amaka hii taarifa. Wenda akamsaidia kitu. Okay. Basi mimi nakuomba usichelewe kurudi nyumbani ili tuzungumze zaidi. Sana. It's you. What are you doing here? Zo, nimekuja kusaidia kuosha vyombo. Hapana. Let me wash dishes myself. Unamjua kabisa kaka alivyo mkali. Akikukuta hapa mambo yatakuwa mabaya zaidi. Sitaki kabisa kusababisha matatizo. Sawa. Acha nikusaidie. Nisipokusaidia mimi, nani atakusaidia? Nakupenda sana wifi yangu. Hapana. Tazama nilivyopigwa na kaka. Ukinisaidia hapa ndo mambo yatakuwa mabaya zaidi. Usijali wifi. Kaka yako hawezi kuona. Acha nikusaidie. Kaka yako yuko ndani. Nimemwacha amelala. Sasa hivi nilikwambia kabisa. Cheki sasa kaka ameshatukuta. Kuwa na amani hivi. Kaka yako hajatuona. Acha niende nikamsikilize.
Abe mume wangu. Hivi wewe umekuwa nani kwenye hii nyumba? Unajua kwa nini nimempa adhabu Zuu? Yule ni damu yangu mimi, na ninachokifanya najua nini ambacho nakifanya. Nampa adhabu kwa maana yangu. Nitakapotoa adhabu zangu, sitaki mbwa yoyote yule aweze kuingilia. Unaweza kuniambia ni nani amekupa ruksa ya kuingilia kitu ambacho mimi nimefanya au nimeamua kwenye hii nyumba? Wewe unamjua Zuu wewe kama ninavyomjua mimi? Wewe si mbwa mmoja tu ambaye anakufuga mundani? Au wewe unajua tu kula, kujazia choo ndio unachokielewa wewe? Sikiza wewe. Wewe naongea sana. Nataka nifanye vitendo. Sasa hata leo nikunyonge ili ufahamu kwamba mtu anapozungumza hataki kurudia mara mbili. Kama kumekuchosha basi fanya uondoke. Kwa rehema na huruma, kaka yangu ananitesa. Mama nisamehe wangu. Sitarudia. Sitarudia kuingilia familia yako. Mungu nisamehe. Nakuomba wewe Mola. Mwanzo leo na mwisho iwe leo. Sasa nikuone unajitia kimbelembele, na wewe utakuwa kama mwenzio alivyokuwa. Na kama unahitaji kujua siri iliyojificha ndani ya kikopo, basi utakijua na wewe endapo kama unaweza kuingia mule mule. Huu ni moto, hauzimwi na kitu chochote kile. Najua nini ambacho nakifanya. Unaelewa mwana wangu? Toka! Wewe ni kimbilio langu, naomba nipe nuru ya imani moyoni mwangu. Nateswa kila siku. Mbwa mmoja anakufuga mimi mwenyewe bado pia unahitaji kuniingilia? Unahitaji kuniingilia na wewe unanijua? Unajua mimi wewe? Unajua maisha ni nini? Maisha ni nini unaelewa wewe? Sina hata nguvu. Kama haya ni mitihani, unipe subira. Allah, sikia kilio changu, wewe ni mlinzi wangu, wewe ni kimbilio langu, naomba nipe nuru ya. Karibu sana mama. Asante. Habari? Safi. Sawa. Kwa vipi zuri? Zuri. Amaka huyo. Karibu sana dadangu, mwana mpotevu. Niko baba. Vipi, mbona ulikuwa uonekane? Ulikuwa umeenda wapi? Au ulikuwa umesafiri? No. Nilikuwa safari na ndio mimi mama jana namba mrefu. Ndio tutakuwa pamoja kwa sasa. Bibi hali ya Zuu. Najua anaendeleaje? Uko wapi? Zuu kusema kweli anaendelea vizuri. Na hapa sasa hivi tunazungumza ameanza kliniki. Kwa hiyo ametoka mara moja. Nafurahi kusikia hivyo kama anaendelea vizuri. Lakini atakuwa ameenda gani? Maana wote mko hapa.
Unajua sasa hivi uko chini ya uangalizi wa daktari. Kwa hiyo mara nyingi sana daktari wake anakuja asubuhi hapa, anampitia, anaenda naye. Kwa hiyo kila kitu taratibu zikiwa sawa, basi jina namrudisha. Sasa amka mimi sitaki. Amaka. Kwa hiyo uingie hata ndani kisa umeambiwa rafiki yako hayupo? Hapana, nilikuja kwa ajili ya kumwona Zuu na pia, lakini hayupo. Asante sana. Bye. Bye. Wewe ndio mdomo wako. Na hisi unataka kuiona sura yangu ya pili. Na kuchekea unaona kama zoba eh? Wewe mkaribisha ndani akaone nini? Akamwambia nini? Wewe, siri zangu za ndani ziache zibaki ndani. Si unaelewa? Toka hapa. Ndugu yangu. Ndio Mr. Van. Kwanza samahani sana kwa kuweza kufanya meeting na wewe. Najua moja kwa moja sisi tunakuwa kwenye kazi zako. Lakini nimekuitia hapa kwa swala moja. Unajua kuhusu ndugu yangu mimi, bado ananisumbua sana akilini. Na hiyo yote ni kwa sababu hatujafanikiwa tulichokuwa tunakihitaji. Hivi basi, mimi nilikuwa nina ombi moja. Mimi sitamani tena endelee kuishi katika hii dunia. Yaani kama inawezekana kufanya kitu basi kifanyike. Sitamani kabisa kumuona. Yule ni mtu ambaye ananifanya mimi silali. Hakuna kitu ambacho nakifanya. Muda wote namwaza yeye. Sawa, tumefanikiwa kumpofua macho. Lakini bado tunachokihitaji tuje kipata. Sasa sijui unanisaidiaje kwenye hilo. Yaani mimi sihitaji endelee kuishi tena katika hili. Kwa ile Mr. Van ondoa shaka. Kwangu ni kazi rahisi sana. Yaani sasa sana kumshika sisimizi na kumbinya kwa kidole. Labda tu ningependa kujua kuwa ulitaka hiyo kazi ifanyike nini. Yaani kwenye hilo swala sio la kuniuliza kabisa. Yaani mimi natamani panapokucha asubuhi nisimuone katika ulimwengu. Yaani hiyo ndio itakuwa ndo furaha yangu. Ili niweze kupigia ndugu zangu tuje pale kama kulia watu walie, ikifika saa 10 tuzike, shughuli iishe. Mimi na mimi nitaishi kwa amani. Vinginevyo sidhani kama nitakuwa na amani. Kwa hilo ondoa shaka. Acha mimi niingie kilingeni. Jioni nitakupigia simu. Nijue ni mrejesho gani ambao nitakupa. Basi sawa. Nitashukuru sana kwa hilo. Kama kutatokea changamoto yoyote, usisite kunipa taarifa. Niko makini sana kwenye hili swala. Lakini pia sitatamani hii issue afahamu mtu yoyote yule. Si unajua, ikija kujulikana ni mbaya sana kwa upande wangu. Kwa nahitaji baki siri baina yangu mimi na wewe. Ondoa shaka. Mimi nikutakia siku njema. Shukrani. Karibu tena. Kaka. Amaka. Mbona unakuja kwenye nyumba ya mtu kama Chafya? Wewe unakuja bila hata kupiga hodi. Hata simu upigi.
Je, ungekuja hapo kuto tumesafiri? Lakini kaka, wakati nakuja nilikuta geti liko wazi, ndio maana nikaingia. Kwa hapa ni chooni. Kama ukikuta kuko wazi unaingia muda wote unafanya ya kwako, unakata gogo unasepa. Sikiliza wewe. Heshimu nyumba za watu, upumbavu wewe. Si umeelewa? Nilikuja kuona. Kuja kumuona Zuu. Wewe kuja kumuona Zuu ndio utoe taarifa. Acha ujinga wewe, siku nyingine nitakuja nikupiga makofi wewe. Si umeelewa? Unaharibu misho za watu bwana. Mpaka tufungue. Ah! Amaka, mwenzio mimi sioni kabisa. Usijali kipenzi, na Jasmine nimeshaniambia kila kitu. Pia pole sana kwa matatizo, lakini don't worry kipenzi, tutakuwa pamoja. Nimekuja kukaa siku chache tu, mama, tutakuwa pamoja na kila kitu kitakuwa sawa. Wow, nimefurahi sana kusikia kwamba utakuwa na mimi. Asante sana rafiki yangu. Ninaumia sana kwa sababu kipindi tunafanya mitihani niliamka asubuhi nikajikuta kwenye hii hali ya upofu. Ninaumia sana rafiki yangu. Zuu kipenzi, usiongee hivyo, unaniumiza sana. Ni kwa nini mara nyingi kila ninapozungumza upendi kunielewa? Hivi unahitaji niongee nini ili uweze kuheshimu hata kauli yangu? Sasa basi, nakupa kauli yangu ya mara ya mwisho katika hili ambalo nalizungumza hapa. Kuna mgeni ameingia ndani kwetu. Nisingependa au sitatamani kukuona unashiriki kitu cha aina yoyote ile. Iwe kumsaidia, iwe ushauri, iwe jambo la namna yoyote. Sio yeye wala Zuu. Kwa sababu mimi najua moja kwa moja atakuwa amemfuata Zuu. Na endapo atapokuwa karibu na Zuu, kuna vitu vyangu lazima vitafeli. Sasa jifanye kigego kwamba usikii. Kila ninalozungumza linaingia na kulia, linatoka na kushoto. Nitakuonesha mimi ni nani. Sawa mwanangu, nimekuelewa. Lakini Zuu ni mdogo wako. Kwa nini umekuwa na roho mbaya kiasi hicho? Na yule rafiki yake Zuu ni mtoto wa kike kama mimi. Kumbuka kuna leo na kesho. Utaondoka, utaniacha. Itabidi nishirikiane nao, japo unakataa nisishirikiane nao. Naona sasa unaanza kumpangia chifu wa himaya ya kijiji. Unaanza kunizoea. Sidhani kama kauli yangu inaweza kupingika. Nimeshazungumza na nimeshamaliza. Nahisi hapo tutakuwa tumeelewana. Niambie Roman. Okay, sawa, haina shida. Mimi niko tayari. Ni wewe tu kunipa location sehemu gani naweza kuja.
akiwa nauma hakuna ndugu yote anajua. Wewe unazungumza wewe kama nani? Sina kuuliza au umekuwa mpelelezi wa familia? Lakini Zuu ni binadamu yule, sio mnyama. Kuishi naye bila ndugu yote kujua, ndio nilikuwa tunamaanisha kwamba sio vizuri. Wewe nahisi kuna misumari imechomoka. Kwa nahitaji niweke sawa. Wewe sio unakuhusu? Au una uchungu sana kushinda hata mimi? Sikiliza wewe dada. Kama umetumwa au umeagizwa kuja kupeleleza kwenye nyumba yangu, naomba ukome. Kwa hiyo dada, mje nyewe mkoje nyewe? Yaani leo tu umekuja na tayari ushaanza kupeleleza huko ndani kwa nini kinachoendelea? Na nimekusikia, sio kama sijakusikia. Kwamba umekuja hapa kwamba utaishi na sisi humu ndani. Nyinyi ndio mnaitwa wadada wadangaji, wajuaji. Kwamba kila mtu mnamtaka mumshike kwenye ugoni wake. Wewe ukome. Huo mwanzo leo na mwisho leo. Nimeongea kistaarabu. Hii nyumba ni ya kwangu mimi. Upo kwenye himaya yangu. Kwa kila unachokifanya labda niwe nimetamka mimi. Si nimeeleweka. Na kuhusu ndugu unaozungumzia wewe, tayari nimeshawafuata na kuongea nao, lakini hakuna kitu chochote kile ambacho wao wanakifanya. Kwa nataka nifanye nini? Mwenyezi Mungu, popote nilipokosea kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, kwa kujua na hata kwa kutokujua, na kuomba unisamehe. Ikiwa nimetendewa dhuluma, hukumu yako ni ya haki. Nimekosa wazazi, nimekosa ndugu wa huruma, wewe huniachi kamwe, Mola wa rehema. Amen. Macho yangu! Sioni! Sioni! Naona sasa. Mke wangu!
Baba, kuna nini? Mke wangu sioni. Uoni? Zulu. Kuna nini? Kaka. Zulu mdogo wangu. Namsamehe sana kaka yako. Nimefanya mengi mabaya. Nimekutesa na kukunyanyasa. Nimekusumbua haki yako. Aina motisha nimeshajifunza. Kaka, mimi nilishakusamehe tangia zamani, ila hukumu ya Mwenyezi Mungu haina makosa. Nafahamu hilo. Ndio umezungumza tu kulingana na moyo wako. Lakini usichokijua, mimi ndo nimesababisha upofu wako. Hiyo yote ni kulingana na wivu. Kwa mdogo wangu umesema nisijasoma. Pia tamaa za mali ndo zimenipeleka kukufanyia hivyo. Najua nimekuumiza. Sijapata kuwa nimekunyanyasa. Nisamehe. Leo umeonja giza nililoishi nalo kwa miaka mingi. Sasa nadhani utakuwa umejua maumivu ya dhuluma. Dunia imenifunza, dunia imenifunza. Mwenyezi Mungu, wewe ndiye mtoaji na mnyang'anyi. Ikiwa huu ni mtihani, tunaomba utupe subira. Ikiwa ni adhabu, basi tunaomba utupe toba ya kweli. Nakuomba unisitiri kwa rehema na huruma. Kaka yangu ananitesa, moyo wake si halali, macho hayana mwanga, nimebaki dhaifu. Nakuomba wewe Mola, unistiri kwa latifu. Allah, sikia kilio changu.